Naitwa Alex Domitian Mtuka, ni mtaalamu wa radiolojia kituo cha afya Hombolo. Leo nilikuwa natamani kuzungumzia kuhusiana na saratani na specifically kuhusiana na saratani ya matiti. Kwa tukianza moja kwa moja, nini maana ya kansa kwa Kiswahili ambayo tunaita saratani? Kansa ni maana yake ni ukuaji wa seli ambao haujadhibitiwa katika mwili wa binadamu. Kwa zile seli ambazo zinakuwa lakini zinakuwa hazijadhibitiwa zinakuja kusababisha kansa. Kwa kansa hii inaweza kutokea katika maeneo mbalimbali katika mwili wa binadamu. Kwa moja kwa moja tukija kwenye matiti, pia ni sehemu mojawapo ambapo kansa inaweza ikatokea. Ambapo kansa ya matiti sasa inakuaje na inatokea vipi? Ni kwamba saratani ya matiti ni aina mojawapo ya kansa ambayo inaweza kutokea katika matiti, aidha ya mwanamke au ya mwanaume. Sasa kansa hii inasababishwa na nini? Kuna visababishi mbalimbali ambavyo vinaweza vikasababisha mpaka mtu aweze kupata kansa. Hivi visababishi kitaalamu vimegawanywa katika makundi makubwa mawili. Kuna vile visababishi ambavyo unaweza ukavizuia, lakini kuna vile visababishi ambavyo huwezi kuvizuia, kwa maana huwezi kuvicontrol. Tukianza na vile visababishi ambavyo huwezi kuvicontrol, mojawapo inaweza kuwa ni kuwa na umri mkubwa. Umri mkubwa ni kitu ambacho huwezi kucontrol, kwamba labda urudishe umri au nini, au mtu kuwa na unene uliopitiliza. Pia ni kiashiria mojawapo ambacho kinaweza kumpelekea mtu akaweza kupata kansa ya maziwa. Lakini kitu kingine ambacho pia mtu huwezi kucontrol ni swala la jinsi. Katika swala la jinsi kuna mwanamke na mwanaume. Hapo mwanzo nimesema inaweza ikatokea kwa mwanamke au kwa mwanaume, lakini tafiti nyingi zinaonyesha kwamba saratani ya matiti inawaathiri sana wanawake kuliko wanaume. Kwamba ukiangalia katika 100% ya wateja ambao wanakutwa na saratani ya matiti, utakuta wanaume ni 1% tu katika ile 100%. Kwa tunakuja kugundua kwamba hii kansa ya matiti inaenda kuathiri zaidi wanawake. Kwa swala la jinsi ni kitu pia ambacho huwezi kufanya nini? Huwezi kucontrol. Kitu kingine pia ambacho mtu huwezi kucontrol ni kwamba saratani ya matiti inaweza kutokea kwa kurithiwa. Kwamba labda umezaliwa na vile vinasaba vyenye kansa, inaweza kapelekea pia na wewe ukapata nini? Ukapata kansa. Vitu vingine vinavyoweza kusababisha saratani ya matiti ni pamoja na kurithi. Yaani mtu unaweza ukazaliwa ukiwa umelisi baadhi ya vinasaba vyenye kansa. Kwa hiyo kapelekea mpaka mtu husika akapata kansa. Hizo ni baadhi ya vitu ambavyo huwezi kuvizuia. Lakini kundi la pili ni la vile vitu ambavyo binafsi mtu anaweza akavizuia, au anaweza akawa katika mazingira ambayo anaweza asipate kansa endapo ataweza kujizuia na vitu hivyo. Kimoja wapo ni pamoja na matumizi ya pombe kupita kiasi. Tumejaribu kuangalia kwamba matumizi ya pombe kupita kiasi, tunashauriwa kwamba mtu unaweza ukajaribu kujicontrol, usinywe pombe kupita kiasi. Kitu kingine ni uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara pia ni kitu ambacho mtu anaweza akajizuia, kwamba nisitumie sigara kupita kiasi, mwisho wa siku niweza nikajikinga na kutokupata nini? Kutokupata saratani ya matiti. Lakini kitu kingine ambacho mtu unaweza ukaweza kujizuia ni kwa kufanya mazoezi. Mazoezi pia ni muhimu kiafya. Yanaimarisha mwili, yanafanya mwili uwe na afya bora. Kwa mwisho wa siku mtu pia unaweza ukajiweka katika mazingira mazuri usiweze kupata saratani ya matiti. Kwa katika hayo makundi mawili ni muhimu pia watu wakaweza kuangalia. Sasa hii saratani ya matiti pia inaweza ikasambaa. Inaweza ikasambaa endapo haijagunduliwa mapema. Inaweza ikasambaa kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine za mwili. Ndio maana tunashauri sana katika swala saratani ya matiti watu waweze kujifanyia uchunguzi binafsi, na endapo watabaini kuna baadhi ya viashiria, basi waweze kufika katika vituo vyetu vya afya. Kama sisi kituo chetu cha afya Hombolo tupo, tunaweza tukaangalia kama kuna dalili, pia tunaweza kukushauri huduma gani ukaipata. Sasa ni dalili zipi moja kwa moja niende kuzungumzia ambazo zinaweza zikakuashiria kwamba wewe unaweza kuwa
dalili ya saratani au kwamba unaweza kuwa umepata saratani ya matiti. Dalili mojawapo ya kwanza ambayo inatokea, utakuta mtu anakuwa na uvimbe au uvimbe mdogo ambao unaweza kuwa unatembea katika titi. Inaweza kuwa titi mojawapo au matiti yote mawili. Kwa mtu anakuwa na uvimbe ambao ule uvimbe ukiushika unakuwa ni kama uvimbe fulani ambao unatembea. Lakini kuna wakati unaweza usijitokeze ukiwa na maumivu. Ni kitu ambacho kinatokea hivyo, kwamba unapata uvimbe lakini pia labda hauna maumivu au nini hivyo. Lakini dalili nyingine pia utaona labda zile chuchu zile zinaingia ndani. Kwa sababu kwa kawaida mtu anaweza kawa labda kinama hivi, labda amevaa brazier au nini, akinama kama chuchu zimeingia ndani pengine zinatoka. Lakini mtu mwenye anakuwa na dalili ya mojawapo ya saratani ya matiti anaweza kinama, zile chuchu zinaendelea kubaki ndani. Hiyo ni dalili mojawapo ya nini, ya kuwa na saratani ya matiti. Dalili nyingine pia ni pamoja na ule titi linaongezeka ukubwa au kuwa na baadhi ya muonekano kama tuseme kama chungwa hivi. Hiyo ni dalili mojawapo ambayo tunasema huyu mtu anaweza kuwa na saratani ya matiti. Kwa haraka hizo dalili mtu anapoziona, basi ni vyema akaweza kuchukua hatua mapema ya kuja kufika kituo cha afya, akapata ushauri wa kitaalamu na pengine huduma ambazo zitafaa zaidi. Saratani ya matiti ina athari pia, na athari mojawapo ya saratani ya matiti inaweza kupelekea mpaka mtu akaweza kupoteza titi zima, kwa maana kwamba ile kansa inaweza ikasambaa kwenye titi zima au pia ikasambaa mpaka maeneo mengine ya titi. Umeona? Kitu ambacho kitaweza kupelekea madhara kama makubwa sana kwa mgonjwa. Kwa hiyo ndio maana tunashauri sana mtu anapoweza akisha kwa amepata zile dalili, ni vyema akaweza kufika kwa wataalamu, tukaweza kuangalia kama ni kuweza kumhudumia au tukamshauri kwa mapema, akapata huduma ya mapema kabla tatizo halijaweza kukua kubwa zaidi. Kwa kawaida saratani ya matiti inaweza kukaa kwa muda mrefu bila mtu kuweza kugundua kwamba ana tatizo au hana tatizo. Mtu anaweza kukaa miezi mpaka miaka pia anaweza kukaa nayo bila kuweza kugundua. Kwa ndio maana tunashauri sana mtu binafsi awe anafanya uchunguzi binafsi mara kwa mara, lakini pia anaweza kuwa anafika kwenye vituo kwa ajili ya kuweza kuchunguzwa saratani mara kwa mara. Hii inaweza kapelekea mtu akaweza kujikinga na kupata saratani kabisa, au kama ikigunduliwa basi ikagunduliwa na ikaweza kutibiwa katika hatua ambapo bado ni za mwanzoni kabisa. Kwa kama nilivyokuwa nimesema mwanzo, hizi hatua ni muhimu sana watu waweze kujua hivi viashiria vya mwanzo, kwa sababu hivi viashiria vya mwanzo sio rahisi sana kwa mtu kuweza kujua kama ana tatizo. Kwa sababu anaanza tu, mtu anaweza kawa anaona tu kwamba labda kuna uvimbe tu mdogo ndani na nini. Yeye anaweza kachukulia kawaida, lakini kumbe tayari ana tatizo. Kwa right, kama angeweza kuligundua mapema, angeweza kupata huduma mapema. Kipengele kingine muhimu kuhusiana na saratani ya matiti ni kwenye issue ya matibabu. Sasa issue ya matibabu inakaa vipi? Matibabu ya saratani ya matiti yapo tofauti. Mtu anaweza katibiwa kwa kutumia dawa, ndo kitaalamu inaitwa chemotherapy. Umeona? Lakini pia mtu anaweza katibiwa kwa kutumia mionzi au inaitwa radiotherapy. Kwa itategemea na hatua, ni kwamba ile tatizo liko katika hatua zipi. Lakini pia ikienda mbali sana ndo mtu anaweza akafanywa upasuaji. Huduma ya upasuaji pia sasa inaweza ikafanyika kuondoa baadhi ya zile seli zenye zimeathirika, au kama limesambaa zaidi titi zima linaweza pia likaondolewa. Kwa muhimu sana kujua, au watu ambacho wanatakiwa wajue, ni kwamba sio kwamba saratani ya matiti mtu akipata changamoto hiyo au akiugua kwamba lazima akafanywe operation au akafanywe upasuaji iliondolewe titi. Hapana. Kuna hatua za muhimu ambazo kitaalamu zinafuatwa kwamba atibiwe kwa namna gani. Ndio maana kuna matibabu ya kutumia dawa, kuna matibabu ya kutumia mionzi na nini.
Kwa hiyo mtu akigundulika mapema inakuwa ni rahisi zaidi kumhudumia au kumsaidia, tofauti na akija kigundulio wakati ni hatua za mwishoni. Kwa hiyo ushauri wangu, tukiwa tunaadhimisha mwezi wa saratani ya matiti duniani, tunasema akina mama pamoja na wanaume, maana nilisema wanawake na waathiri zaidi, maana ndio kundi kubwa la watu wanaoathirika. Tunasema ni muhimu sana waweze kufanya uchunguzi wa saratani ili kuweza kuzibaini tatizo wakati bado liko mapema zaidi, na waweze kupewa huduma ambayo inastahili. Kwa sababu ukiiacha sasa ukaja kugunduliwa wakati imesambaa sana, inaweza kukupelekea hatari nyingi mpaka ikapelekea hata kifo. Ni muhimu sana katika jamii yetu sisi kuweza kubadilika. Nasema kubadilika kwa nini? Kwa sababu ukirudi nyuma pale nilisema kwamba kitaalamu haya vitu vinavyoweza kusababisha saratani ya matiti, wataalamu wameviweka katika makundi mawili. Kuna yale mambo ambayo yanaweza kuzuilika na yale yasiweza kuzuilika. Sasa yale ambayo sisi tunaweza tukazuia, basi ni vyema kama jamii tuweze kuyafanya. Kwa mfano, kufanya mazoezi ni jambo la muhimu pia. Kitu kingine labda kuacha matumizi ya pombe kupita kiasi ni kitu cha muhimu. Jamii kiacha vitu kama hivyo, inaweza kajiweka kwenye nafasi nzuri ya kujizuia kupata saratani ya matiti. Kitu kingine tulisema kwamba labda utumiaji wa sigara kupitiliza pia sio muhimu. Yaani utumiaji wa sigara ni moja wapo ya kitu ambacho kinaweza kupelekea. Kwa mtu akiacha na hivyo vitu, pia anaweza kajiweka kwenye nafasi nzuri ya kutokupata saratani ya matiti. Saratani ya matiti kama ambavyo tuliona kwamba inawaathiri zaidi wanawake, na sasa walio katika umri wa kuzaa. Kwa tunasema kwa sababu hizi ni issue ambazo pia zinahusiana na hormone. Mwanamke ambaye anakuwa labda hajabeba ujauzito kwa muda mrefu zaidi, pia anakuwa kwenye hatari ya kupata saratani ya matiti. Au wanawake ambao wanakuwa tayari wana umri mkubwa, mara nyingi kuanzia miaka 50 na kuendelea, pia nao wanakuwa kwenye hatari hiyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha ukweli kabisa. Ujumbe huo umeletwa kwenu na Wizara ya Afya, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.